lakini mimi naelewa kuna vijana wawili wanatoka mahali wanakwenda mahali, wako safarini kwenye kijiji kinaitwa Kemau. Wakati wanatembea, wako njiani wanatembea, Biblia inaniambia wakawa wanapiga stori za umbea. Ndugu yangu, unajua kama kuna majanga yanatoka hapa duniani, unaelewa? Wewe acha kabisa. Kuna jamaa mmoja hivi, jamaa bwana alikuwa ana wanafunzi wake, wakamshika piga mijeledi sana, wakamalizana naye. Eti nasema amefufuka bwana. Alafu cha ajabu akatokea mtu mwingine watatu, naye anatembea safari ile. Wakati wanatembea naye, wakaanza kuongea naye. Akamwambia, sema mambo makubwa sana yametokea. Ni kama mkini macho mauzauzi. Hivi una habari kweli? Yule mtu akasema sielewi chochote. Alafu kumbe wewe ni mgeni katika mji huu. Akamwambia, unajua kuna jamaa mmoja hivi amekamatwa, amepigwa, ameteswa. He's dead. Amekufa. Alafu anatuzingua na stori zao. Wanasema eti amefufuka. Haijawahi tokea. Haiwezekani. Wanapiga umbea, wako njiani. Wanapiga umbea. Alafu hawa ni vijana, maanake wanaume wambea wako njiani wanapiga umbea. Unajua ni baya mwanaume na madevu kwa umbea. Wanapiga umbea nini? Umbea. Alafu yule jamaa watatu, yeye hana hata umbea. Anajidai kama haelewi chochote. Mbona mimi sielewi mnachokiongea jamani? Kaambia, sasa hivi sasa usiku umeshafika, naomba tupumzike hapa. Alafu baadaye yule mtu alipokaa pale, wakapata chakula pamoja. Alafu yule mtu akamwambia, sasa mimi naondoka. Wakati anaondoka, wale watu ndio wakaanza kuelewa. Kumbe muda wote tunamsimulia ndio yule aliyekufa na kufufuka. Wanashangaa kwa sababu macho yao hayakuona rohoni, lakini alipopanguzwa macho yao, hakuna aliyewaambia kama ni Kristo, ila macho yao yalifunguka ya ndani, wakaweza mjua kama ndiye yeye aliyefufuka. Wakasemezana wenyewe, kama tungejua tusingeongea maneno haya, tungebadilisha story, tungepiga story za kumsifia, maana ndiye aliyekufa na kufufuka. Wakati wao wamechelewa. Nisikilize nikwambie, mwana Mungu aliye hai, pangusa macho yako uone, waanze kutabasamu tena. Machozi inatosha, kilio kinatosha. Pangusa macho